Ili ni kosa la mtawala. Ni kosa la mtawala kabisa, kwa sababu Mungu hakukusudia haya. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo yaliyotokea, mambo ambayo mtawala kayafanya yamesababisha vitu vingi Mungu amekusudia vitokee visiweze kutokea kabisa. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe kosa moja baada ya jingine la mtawala, ambaye mtawala ndio chanzo cha mambo yote mabaya kutokea kwenye maisha ya kila. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ile ya 10 na mstari wa 5. Sasa liko baya nililoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye. Kwa hiyo kosa hili limetoka kwake yeye atawalaye, ni kosa la mtawala. Kwa hiyo Mungu amekusudia mazuri, Mungu anatuwazia mazuri, Mungu anataka mambo mema atokee, lakini anasema liko baya nililoliona chini ya jua, ambayo ni kosa la yeye anayetawala. Sasa ya kuwa upumbavu uwekwa mahali pa juu sana. Kwa hiyo upumbavu umewekwa mahali pa juu sana kwa sababu ya kosa lake yeye atawalaye. Sasa nao wakwasi ukaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Kwa hiyo inatokana sasa na kosa lake atawalaye, ndio linalosababisha watumwa wanapanda farasi, lakini nasema na wale ambao ni watoto wa wakuu wanatembea kwa miguu kama watumwa. Kwa hiyo kosa la anayetawala limesimamisha kwamba yule ambaye ni mtumwa anaishi kama mfalme na mfalme anaishi kama mtumwa. Nini kimesababisha? Ni kwa sababu ya kosa lake yeye anayetawala. Kwa hiyo kosa la mtawala limetufikisha hapa tulipo leo. Kosa la mtawala limetufikisha hapa tulipo leo. Kosa la mtawala limefungua mabaya yote unayoyaona kwa sababu ya kosa lake yeye anayetawala. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza kabisa, Mwanzo 1:26. Asa Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akasema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kwa huyu mtu ambaye Mungu alimuumba siku ile 6, anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu akatawale. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa ni mtawala. Kwa hiyo mimi na wewe Mungu alipotuumba sisi ni watawala, tukatawale kila kitu ambacho Mungu amekifanya. Lakini kwa nini leo sasa mambo haya yamebadilika? Kwa nini leo sasa kitu ambacho Mungu alitaka tuwe nacho hatuna? Kwa nini leo sasa mimi ambaye mimi na wewe Mungu alitaka sisi tu watawala hatutawali? Kwa nini leo sasa wale ambao Mungu hakukusudia watawale wao ndio wanatawala? Ni kwa sababu ya kosa lake yeye atawalaye. Kwa mfano, yako makosa machache. Kwa mfano, Mungu anataka sisi tuishi kwa kushika neno na kutenda neno. Mungu anataka tuishi sisi kwa kufuata sheria zake. Lakini ukiangalia sasa huyu mtawala ambaye ni mimi na wewe sasa, ambao Mungu alitaka amekusudia sisi tumiliki na kutawala, hatutawali kwa sababu hatuishi kwa kufuata sheria za Mungu. Kila mmoja na njia yake, kila mmoja na mahali pake, kila mmoja na sehemu yake, kila mmoja na imani yake, kila mmoja na kanuni zake. Hatufuati zile kanuni za Mungu, bali tunafuata kanuni ambazo sio za Mungu. Zinasababisha mimi na wewe tusitawale, mimi na wewe tusipate mahitaji yetu, mimi na wewe Mungu asituhudumie kwa chochote, kwa sababu tumefuata kanuni ambazo sio za Mungu. Lakini wewe na mimi ni watawala, na kosa ambalo sisi tunalifanya kama watawala ni kutoshika sheria za Mungu na kuzitenda sheria za Mungu. Wewe kama mtawala umeacha kufuata sheria za Mungu. Kosa la pili, umeacha kumtumikia Mungu. Yaani unaenda kanisani, unaenda tu na kuondoka. Au kai mahali pa kumtumikia. Una safu kwenye ufalme wa Mungu. Una kazi kwenye ufalme wa Mungu. Hilo ni kosa lake yeye ambaye anatawala. Mungu amesema ombeni siku zote bila kukata tamaa. Umeacha maombi. Mungu amesema kwa baada ya kumtegemea Mungu. Umeacha kumtegemea Mungu, unategemea vitu vingine, unategemea akili zako mwenyewe, unategemea ndugu, unategemea marafiki, unategemea hivyo. Kwa hiyo unasababisha kile ambacho Mungu amekisema akitokea kwenye maisha yako. Hilo ni kosa lako wewe mtawala. Sina